wenzetu wa Azimio wameingilia mlango wa nyuma, wamemwongezea numbers. Ukienda kule Nyanza jana, nisikia wenzetu wakisema sababu Ruto ametupa wizara nono, Ruto is not so bad. Sasa hata sisi hatutapiga Ruto vita. Sisi sasa tunaona kama tutatetea serikali hii. Kama sisi upinzani ambao inatakiwa tuwatetee nini, tunasema sasa hatutapiga Ruto vita, hatutaingilia hii serikali, tutaiunga mkono. Basi watu wa Kirinyaga, ni nani atawatetea nini? Hii ndio itakuwa njia moja ya kuwa demokrasia ya Kenya. And that is why we're here, Bishop. Muombe nchi yetu, because democracy is facing a real threat, an existential threat from one William Samoei Ruto. Sisi tutasimama nanyi tukiwa hapa siku ya leo na Kalonzo Musyoka. Tumesema kesho Jumatatu tutakuwa na mkutano wetu wa Azimio. Na sisi tukiwa kwa huo mkutano tunaenda kuamua wanaotaka kwenda serikalini waondoke polepole, wafanye nini? Waende. Tukibaki sisi tumesema tutaka tuwatetee nini? Wakenya wenyewe. Na watoto wengi wa Gen Z, hata hapa Kirinyaga najua kuna Gen Z wazikwa kule kwetu wamezikwa. Sisi leo we are here to say to you, the people of this country, the people of this country, given a choice kuokoa Kenya ama kuokoa Zakayo, sisi tutaokoa Kenya. Given a choice baki upinzani tuwapiganie ama tujiunge na wenzetu serikalini, sisi tutabaki the people's loyal opposition, tuendelee kuwatetea. Mtatuombea jamani? Watu wa Kirinyaga mtatuombea? Hayo ndio maombi tumekuja hapa, na vile vile tumekuja hapa kutafuta urafiki. Mimi si mgeni hapa Kirinyaga. Sisi tulikuja hapa wakati wa Mwai Kibaki, ule uchaguzi wa 2002. Kibaki alitembea hii mlima yote na ndugu yangu Wamalwa kijana. Sijui kama mnamkumbuka. Huo urafiki ulileta serikali nzuri sana ya Kibaki, Wamalwa akiwa naibu wake, na tukanyorosha nchi hii ikakuwa sawa sawa. Ndugu yangu alipoaga, Kalonzo akashika ushukani, wakatembea na Kibaki. Kwa hivyo tukija Kirinyaga leo, tukija Mlima Kenya leo, mkisikia Kalonzo, mkisikia Wamalwa, mjue marafiki wa mlima wamekuja. Wamshomba anasema hapa mambo ya ndoa. Nimesikia Bishop akisema mambo ya ndoa, amesema ati yeye alioa bibi moja na ametosheka. Shida yetu kwa Western na Waluhya tunapenda kuoa bibi wengi. Baba yangu alikuwa nao 5. Lakini shida inakuwepo vile Wamshomba amesema, ndoa wakati mke wa kwanza bibi mkubwa anakuja, yeye anaumia na wewe kabisa kabla hujapata chochote. Alafu ukipata vitu sasa unaenda kuoa wa pili. Sasa bibi mdogo ndio huwa anapata vitu vitamu vyote. Hii ndoa yetu tumesema ya Azimio, kama itavunjika, tunataka tuambie hiyo ni kawaida ya maisha, na maisha yatafanya nini? Yataendelea. Tutatafuta marafiki wengine. Lakini ninyi pia, sababu najua mlima ndio bibi mkubwa, kwa hiyo nyumba ya Kenya Kwanza, bibi mdogo akiingia huko pia, na labda bibi mdogo akiingia huko, shida huwa kwamba mzee huwa anapenda bibi mdogo sana, anampa vitamu kuliko bibi mkubwa. Wamama si kama unajua hiyo neno, mjue ya kwamba bibi mdogo ameingia kwa nyumba yenu, vitamu vyote huenda vikaelekea kule. Huenda mkasikia Gachagua akaanza kulia, lakini anataka leo niwaambie, hata kama hiyo ndoa itavunjika, vile yetu inaweza ikavunjika. Watu wa mlima mjue Mungu na marafiki. Mmoja anaitwa Kalonzo, mwingine anaitwa Wamalwa, na mna marafiki wengi, tutaweza kutembea pamoja. Gari wake ni Kirinyaga mradi. Unajua juzi nilisikia mtu amesema ya kwamba
ati mutigatutware kwa